Basi nataka tusome Wakorintho wa pili mlango wa 10 kuanzia mstari wa 3 hadi 6, ambapo inasema hivi: maana ingawa tunaenenda katika mwili kufanya vitu kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Tunaangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kinukacho juu ya elimu ya Mungu, na kuteka nyara kila fikira ipate kumtii Yesu Kristo, tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote kutii kwenu kunapotimia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Baba, nasema ni asante kwa neno hili. Napolishiriki Baba Jehova, naomba Bwana, napozungumzia juu ya ngome Baba, naomba kwamba msikilizaji wangu anaposikiza ujumbe huu Baba yangu, kupitia kwa neno hili utamweka huru, utamkomboa, kwa maana wewe ni Jehova. Kwa Yesu nimeomba nikiamini, amen. Asante. Tumesoma kutoka neno lake Mwenyezi Mungu kutoka Wakorintho wa pili mlango wa 10 mstari wa 3 hadi 6. Nataka kuzungumzia kuhusu ngome, na somo langu la msingi bali nambari 4 bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Kwa hivyo tunaona kwamba neno hili ambalo tumelisoma, tunaona Paulo alikuwa mtu mnyenyekevu, na alikuwa na wasihi wale wa Korintho kwa waweze kuwa watu wanyenyekevu, kwa maana yeye aliwasihi kwa upole na utaratibu wa Kristo, naye akawaambia kwamba yeye ni mnyenyekevu, na hata wakati hako pamoja na wao yeye ni mnyenyekevu. Na akawa anaambia kwamba naomba kwamba nikiwepo msiwepo na ujashiri wa udhabiti ambao na hesabu kuwa juu ya wale wanaozania kuwa sisi tunaenda kwa jinsi ya mwili. Kwa hivyo tunaona kwamba wakati wa Paulo kulikuwa na watu wengi walikuwa wanafikiria yeye anaenda kwa jinsi juu ya mwili, bali yeye alikuwa anaenda juu ya Roho Mtakatifu. Na ndio maana naona kwamba silaha za vita vyetu sio za mwili, bali tunaona kwamba ngome njozo ambazo zinafanya ufalme wa shetani kusimama. Na tena tunaona kwamba kupitia hizi ngome zinafanya ufalme wa katika anga. Shetani mbingu ya pili, shetani anaweka nguvu zake kule, ngome zake kule, kuzuia wateule wasipate chochote. Tunaona kwamba tulikuwa watoto waasi kwa sababu hatukuwa tumemjua Yesu Kristo, hatukuwa tumeokoka. Na ndio maana unaona kwamba tulikuwa watoto wenye hasira, watoto ambao hatukuwa tumezaliwa mara ya pili. Na ndio maana unaona shetani alipata nafasi akawa anatawala juu ya maisha yetu kutokana na kutomjua Yesu Kristo. Ndipo poza Paulo akawa analilia Wakorintho, akawa anataka waweze kubadilika, kwa maana alijua kwamba ni nini kilichokuwa kimekamata anga. Akajua ya kwamba kuna ngome ambazo zitaliwa kuangusha, kuna mawazo, kuna fikira, chochote ambacho kilikuwa kinajiinua ama kinua chochote aweze kukiteka nyara na kumtii Yesu Kristo. Ndio maana akawa anawaambia kwamba wanapokuwa wanyenyekevu Mungu atawasaidia, kwa maana aliwaambia kwamba kuenenda kwake hakukuwa kwa jinsi ya mwili vile wengi walivyokuwa wanazania, bali yeye alitambua haya yote. Na ndio maana unaona kwamba tunaambiwa sisi kama Wakristo tuweze kuelewa kwamba tukitaka tuelewe vizuri, tuweze kuangusha ngome, tuweze kuangusha mawazo na fikira na chote kinachokiinua juu ya elimu yake Mwenyezi Mungu. Na hapo ndio maana tutaona Mungu akitusaidia. Ngome inaweza kuwa mjengo, ngome inaweza kuwa cheo, ngome inaweza kuwa mahali, ngome inaweza kuwa kila ambacho wewe unaona wewe ni bora kuliko mwingine. Hii inaweza kuwa ngome ambayo inaweza kukufanya wewe usiendelee. Jambo lingine ambalo tunaona ya kwamba kuna mambo mengine ambayo yamewekwa ambayo inakuwa vigumu kuyageuza. Hiyo inakuwa ngome kwa watu wengine, wanaogopa. Ndio maana nakushauri kukwambia kwamba tunapoamini Mungu
ametupa uwezo wa kufanyika wana. Tuna nguvu ya kuangusha ngome, tuna kuangusha uwezo wote, maana Mungu ako upande wetu na Mungu atatusaidia. Na ndio maana nakwambia kwamba Mungu ametupa nguvu, ametupa uwezo wa kuangusha mawazo, ya kuangusha ngome, fikra zote. Tukizitii nyara, chochote kinajiinua, elimu ya wokovu, elimu yake Mwenyezi Mungu, chochote kinajiinua juu ya wokovu, iwe nafasi yako, iwe cheo, iwe madaraka, iwe mamlaka, yote inajiinua kinyume cha elimu yake Mwenyezi Mungu. Haya, tunaambia kwamba tuweze kuteka nyara kila fikira na kuangusha kila ngome, ili Mungu atusaidie na Mungu atujenge na tubarikiwe. Amen, amen.